dadangu na matatizo wewe acha. Nahitaji ushauri wako. Shida nini? Dadangu mimi ndoa yangu imekuwa ya uchungu. Mawifi mdomo hauishi. Yaani umezidi mpaka yani sielewi. Changamoto mimi kuzaa tu. Kila siku ugomvi. Nyumba yangu ya moto dadangu, naomba unisaidie. Mdogo wangu pole. Haya, mawifi wanabwata kiasi hiko, mumeo naye anasemaje? Anataka kusema yupo tu naye. Sawa. Usijali mdogo wangu. Ushauri wangu mimi, ujaribu kumchepuka huyo mumeo, umchepuke. Uende hata ukajaribu sehemu nyingine. Dada mimi siwezi. Ningekuwa naweza ningefanya hivyo muda mrefu, siwezi. Sasa kwani mdogo wangu Lei, unavofanya hivyo huyo mumeo atakuona wakati huo? Au ndio utapita kutangaza kwamba sasa hivi naenda kufanya kitendo fulani? Siwezi dada yangu. Yaani ndio maana nimefika hapa, unisaidie at least hata tukazunguke huko. Hapana, ushauri wangu ndio huo, ufanyie kazi. Kama unaona ufai, tafuta wewe mbinu ya kufanya, lakini mimi ushauri wangu ndio huo. Toka angalau hata kwa mara moja tu tuone utafanikiwa au la. Sasa wewe kaa, muogope mumeo, muogope mawifi, usifanye kitu chochote ndio utasemwa mpaka basi. Mpaka dunia ya mwisho mdogo wangu. Na dadangu hapo at least niende nyumbani, nikajishauri, nifanyie kazi hilo swala lako. Yaani nijifikirie, nijue nafanyaje. Kama nitapata majibu nitakuja dadangu. Haya, pole mdogo wangu. Haya dadangu, kwani mimi niende? Haya, safari njema. Haya, naona leo kimya hata kula hamna dadangu. Mimi mwenyewe kwa kupakavu kwa ile mpaka sasa. Haya bwana. Haya kwa heli ndio utaka hata kunisindikiza. Basi tutawasiliana mdogo wangu. Nilikuwa nafanya usafi umndani. Haya bwana. Odi. Asante. Zangu. Kaka. Karibuni. Asante Odi. Karibu sana. Nikae bwana. Nimechoka. Karibuni. Asante. Wifi yupo? Hapana, kuna watu wao. Afadhali. Vipi? Shida ipo. Nini shida? Jana tumekuja hapa mke wako katufukuza na panga. Kafukuza na panga? Mke wangu yuyu au kuna mwingine hapa mkuta? Kaka wewe na mwanamke mwingine zaidi ya huyu. Inawezekana hapa mkuta. Maana mwongee. Huyu mke wako ndo katufukuza na panga, majirani wote wanatuangalia sisi nusu tuumie. Tena kwa maneno ya kejeli, kanitukana hatari. Au kuna maneno mabaya mnaomba mnijibu? Hamna. Shida nini labda niambie. Eti kuna shida. Haya. Kaka wewe kwanza kaka wewe mwenzetu utamani kuitwa hata baba au si tuite shangazi, wewe upendi? Samani kitu nani? Unikaya. Kaka unajisikiaje mpaka umri huo sasa hivi hauna mtoto? Hamna setana kwa baba. Shida nini? Hamna mnadamu anasema labda kesho ndakanizae. So au kesho ndakanifanyia. Hiyo ni never. Sinaelewana. Kwa kila kitu unapambana na Mungu. Akisha na mazake inshallah tunaweza kuzaliwa. Ni muda mrefu kaka, miaka mingi inaenda. Sasa wewe umeoa, una mke, unakaa naye. Maki tusije tunamsema tu wifi yetu, kumbe na wewe mbovu. Tuambie si ukweli ndogo zako tupo hapa. Tujue shida kwa wifi au shida kwako? Mshana wanipima? Hatujaenda. Hapana. Kwa hiyo unahitaji nini labda? Tuito shangazi. Kwa nini mmezaa? Hatujaolewa bado, ndio maana hatuna watoto na ndio maana tuko nyumbani. Huko mnakwendaga? Narudi saa 5. Sasa hapo kaka watutukana. Bado hajatuoa lakini wewe kaka unatutukana sasa. Kwa sababu wewe tayari mke unaye nyumbani, ndio maana nataka tuite shangazi. Basi msiniingie maamuzi yangu. Wewe kaka yetu ni ndugu yetu, lazima tukwambie. Natamani kukaa hapa, nataka muondoke. Sasa hapo kaka unatukosea. Sisi ndugu zako, wao wanatufukuza. Naomba muondoke. Ila kaka subiri kwanza. Yule pale yule mke wako, ndugu wa kitanda tu. Mkishatoka nje hapo, sio tena ndugu lakini sisi ndugu zako. Mama mmoja, baba mmoja, yani tumbo moja. Leo hiyo watufukuza sisi kwa ajili ya mke wako huyu. Kama azai tukwambia kweli mwanamke wako azai, unataka shangazi sisi. Mtakuwa mfiki hapa. Sawa, unaweza kuondoka. Sio akili yako. Sisi mnanielewa? Sawa, kama sisi ndio wanatufukuza haina shida. Kama undugu tunakatana hapa, haina shida. Hebu mwende kwanza. Mbona tunapakia na sasa mambo yako? Sawa.
Haya, tunaondoka zetu. Lakini ujumbe ndio ushafika. Ujumbe ndio huu. Kwani ni kushangaza. Usijali mdogo wangu. Ushauri wangu mimi, ujaribu kumchepuka huyo mumeo, umchepuke. Uende hata ukajaribu sehemu nyingine. Dada mimi siwezi. Ningekuwa naweza ningefanya hivyo muda mrefu, siwezi. Sasa kwani mdogo wangu Lei, unavofanya hivyo huyo mumeo atakuona wakati huo? Au ndio utapita kutangaza kwamba sasa hivi naenda kufanya kitendo fulani? Ila kwa upande mwingine kama yuko sahihi. Mungu wangu. Yaani hata sijui nifanyaje. Nikisema nimsikilize matatizo ndo yanaongezeka maskini. Nikisema nisimsikilize mambo yale yale. Mawifi gubu. Mungu wangu. Yaani mawifi wenyewe wanakuja juu. Hatari. Ila bora nimsikilize dada bwana. Maana nisipomsikiliza mawifi wenyewe mdomo. Hatari. Yaani majanga juu ya majanga, sijui nifanyaje. Nikisema nimsikilize dada mwenyewe yupo tu pale nyumbani. Haeleweki. Yaani wasiwasi wangu, mume wangu akijua sijui itakuwaje. Ila usikute naye namsikiliza na mwazia, kumbe ana watu wake huko. Kazi kunipa shida mimi. Dada naye uko sahihi tu. Bwana ufanyie kazi ushauri wake. Maana sio kwa ule mdomo wale mawifi, hatari. Na mimi siwawezi kwa chochote maskini ya Mungu. Watakuwa wananionea kila siku. Tamsikiliza dada tu. Nitafanyaje? Wifi. Wenye hodi. Wewe wifi. Afadhali sijamkuta. Na hapa kapika kaacha hizo zilikuwa na njaa. Ngoja nipakule. Vipi mwali kwenye majumba ya watu? Mbona una ustabu kwenye nyumba za watu? Yaani umefika hai kwenye vyakula vya watu. Vipi? Kwa hivyo mtu njaa inamuuma. Njaa inauma unapiga hodi. Bwana wifi, mimi na njaa. Upo? Sio kufika hai kwenye mijiko ya watu kupakua chakula. Ustaarabu adabu mama, upo? Nimepiga hodi nimeona kimya. Mama bwana nijiingilie zangu jikoni nipakue nile. Kwani kuna shida mimi kula chakula hapa cha kakaangu? Kapika kakaako hapa. Hata kama hajapika kakaangu tafuta nani? Kutafuta kakaako sio shida. Kakaako kaka jikoni hapa. Hata kama hajaka kakaangu jikoni. Mimi njaa dada yake njaa inamuuma. Nimekuja nikuta chakula. Lazima mimi nile. Ustaarabu adabu mwali msungu au? Ndio hivyo, ndio nataka pa chakula nipakue nile nishibe mtoto wa kike nijiachie kwa kakaangu. Yaani mwali naona hujafundwa kabisa. Yaani kwanza usinipandishe majini, upo? Haya, kiustaarabu nenda. Siondoke nataka chakula. Chako. Kama tafuta kakaangu. Katafuta sio kapika. Ungekuwa wewe na umuhimu ungetuzalia mtoto. Mungu wangu. Mgumba mkubwa wewe. Naona kwanza unanichanganya, yaani unataka kunipanda kichwani.
Si ndo manake? Unijue. Unajitia wewe taila. Mimi mwezio chizi. Subiri nikuonyeshe. Unajifanya uenda azimu nyi. Subiri nikuonyeshe. Ulo tu kwenye majumba yako. Hilo mwanamke mzima mchoyo mkubwa wewe. Ndio maana kama hajaoa. Nenda huko. Hivyo uchoyo tu huko. Mwali, taratibu. Sahani yangu wapi? Umenyoa baba yako naenda sahani. Wewe nipa. Kakako kanua sahani. Kanunua. Kwanza nenda zienga kupasua na ilibaniyo muone. Uizi tu hata aibu una. Ovyo. Bwana Kombo. Nyasha. Tuongee kipindi cha nyuma. Kuhusu mdogo wangu. Mdogo wangu ndio anaitwa Leo. Naona umeletea bonge la chuma. Mdogo wangu Leo. Yule bwana niliyokuambia ndio huyo. Anaitwa Kombo. Na kama tulivyoongea nyuma, naomba iwe siri bwana Kombo. Manake hii issue ya watu watatu. Mimi, wewe na mdogo wangu Leo. Nisije tena nikasikia nje tena huko maneno itakuwa sio vizuri kama unavyojua huyu ni mke wa mtu. Sijui umenielewa bwana Kombo, nakuomba. Labda acha nikwambie kitu. Yaani kumleta mdogo wako kwangu hujakosea. Umemleta kwenye mikono iliyokuwa sahihi. Sawa? Umemleta kwa mtu ambaye anajitambua. Anatambua thamani ya mwanamke ni nini. Sawa? Anatambua thamani ya ndoa ya mtu. Unaelewa? Kwa hiyo Nei kuja kwangu amekuja kwa mtu aliyekuwa sahihi. Nakushukuru sana Asha. Basi sawa, haina shida. Jamani, ngoja niache nikatafute vijimboga hapo. Nitakupitia baadaye. Hey. Forget that. Kando kuelekea